Rema TV, ongeza tabasamu. Ebani aje guys, kama kawaida, kama kadawia, ebwana, huu ni mwezi February, ni mwezi wa malavidavi, mwezi wa kupeana maua, mwezi wa kufungua champagne. Of course iko hivyo dunia nzima kwamba mwezi February ni mwezi wa mahaba, mwezi wa mapenzi, mwezi wa kupendana, kwa sababu kuna siku ya Valentine ambayo ni tarehe 14 ya mwezi February ya kila mwaka, mwezi wa kupeana zawadi nyingi sana kwa wapendanao, mwezi wa kwenda vacation, mwezi wa kufanya mambo mengi sana kuhusu mapenzi kwa wale wapendanao. Lakini leo nataka nikupe kitu tofauti kabisa kuhusiana na mwezi February. Pale nchini Marekani una historia kubwa sana ambayo ipo dunia nzima, na pengine hata wewe inakuhusu pia, wakiuita Black History Month. Yani ni mwezi wa historia ya weusi. Mwezi February pale nchini Marekani ni mwezi wa kihistoria ya watu weusi, yani Black History Month, na huu ni muda maalum wa kuadhimisha, kutambua na kuheshimu mchango wa mafanikio na historia ya Wamarekani wenye asili ya Afrika. Maadhimisho haya yalianzishwa na mwanahistoria anaitwa Carter G. Woodson mwaka 1926. Hizi ndo harakati za mtu mweusi zilianzia hapa nchini Marekani katika kudai haki na kila kitu. Sasa kwa nini imekuwa mwezi February? Dr. Woodson alichagua February ili kuheshimu siku za kuzaliwa za watu wawili muhimu sana katika historia ya watu weusi, akiwemo rais wa zamani wa nchi ya Marekani ndugu Abraham Lincoln ambaye alizaliwa Februari 12 mwaka 1809, lakini vile vile pia na aliyefahamika kwa jina maarufu la mkomeshaji bwana Frederick Douglass ambaye alizaliwa Februari 14 mwaka 1818. Sasa lengo kuu la maadhimisho haya lilikuwa ni kupambania ubaguzi wa rangi, kuelimisha umma na kuangazia nafasi ya watu weusi katika kujenga taifa la Marekani. Lakini pia kutambuliwa kwa mwezi huu February kuwa rasmi kwamba ni mwezi wa historia ya kupambania haki ya watu weusi nchini Marekani ilianza kuadhimishwa rasmi nchi nzima tangu mwaka 1976. Mwezi huu pia unatumika kama wakati wa kutafakari mapambano dhidi ya utumwa, ubaguzi wa rangi na harakati za haki za kiraia zilizowashirikisha viongozi kama vile Martin Luther King Jr. pamoja na Rosa Parks na wengineo. Sasa huyu Bi Rosa Parks, huyu ana kisa kimoja maarufu sana, kwa sababu wakati huo wa ubaguzi wa rangi nchini Marekani ilikuwa kuna sheria, hata mtu ukipanda town bus, yani daladala hizi au kama mwendokasi ama train, akipanda mzungu, kama wewe mtu mweusi umekalia siti, basi inabidi unyanyuke umpishe mzungu kwenye ile siti. Kulikuwa na ubaguzi wa rangi wa kiasi hicho. Kwa hiyo Bi Rosa yeye alikuwa ni mtu mweusi wa kwanza kupingana na hiyo, aligoma kumpisha mzungu kwenye siti. Bi Rosa Parks yeye alizaliwa Februari 14 mwaka 1913. Huyu ni mpiganiaji haki za watu weusi maarufu kama kichocheo cha mgomo wa mabasi huko mjini Alabama mwaka 1955 hadi mwaka 1956, baada ya kugoma kumpisha mzungu katika kiti kama ilivyokuwa sheria ya kibaguzi ya miaka hiyo. Na mwaka 2014 hati zake binafsi zilikabidhiwa kwa maktaba ya Congress, ambapo zilikaa huko kwa takriban miaka 10 ili watu wote waweze kusoma mawazo yake binafsi kuhusu haki za raia wa Marekani wakati wa uhai wake. Lakini Februari hii ambayo ilikuwa Februari 12 mwaka 1909 ilianzishwa NAACP, ambapo hili ni shirika kubwa mpaka hivi sasa huko nchini Marekani katika kutetea haki za Wamarekani weusi. Kwa hiyo mwezi February nchini Marekani kule ni Black History Month, japokuwa ni malavidavi yanaendelea, lakini pia nikukumbushe tu mwezi huu ndio harakati za watu weusi zilianza kule nchini Marekani. Endelea kulike, kushare na kusubscribe channel yetu mpya kabisa ya YouTube ya Rema TV Online, lakini pia tufuate kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Rema TV Online. Mimi Dula Kiraka, Mr. Peter Peter as always as usual. Mwena February njema wale mnopeana maua, alafu kesho mnaamka mna hela ya supu. Rema TV, ongeza tabasamu.